tumwangalie Yesu yeye mwenyewe. Tunapaswa tuishi kama jinsi Yesu mwenyewe alivyoishi. Tutende sawa sawa na Yesu jinsi alivyotenda. Alifumuliwa nguo zake zote akabaki uchi. Wakamtemea mate. Wakamdhihaki kwa maneno, wakamdhihaki kwa matendo, wakamsemea maneno magumu, lakini Yesu mwanaume anakwenda tu. Anasema, Biblia inasema alitii mpaka mwisho. Mission iliyokuwa mbele yake, kusudi lililokuwa mbele yake, ndilo alilokuwa analiangalia. Hakutaka kugeuka angalie uungu wake. Hakutaka kugeuka aone nafasi aliyonayo, cheo alicho nacho. Cheo haikuwa shida kwake Yesu. Uungu wake haukuwa shida kwake. Kuna neno ambalo huwa silipende, neno linasema kwamba Yesu alikuwa Mungu mtu. Silipendi hilo neno. Yesu hajawahi kuwa mwanadamu. Hakuwahi kuwa na hatawahi kuwa mwanadamu. Yesu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Ni Mungu aliyeishi katikati ya wanadamu. Hakutenda dhambi mpaka mwisho alipoondoka. Angelikuwa mwanadamu, angeishi maisha kama ya kwako, angeishi maisha kama ya kwangu, angetenda dhambi. Yesu hakutenda dhambi mahali popote mpaka alipokamilisha mpango wa wokovu kwako wewe pamoja na mimi. Tunaifanya injili na kwa nyepesi kwa baadhi ya maneno. Tunamfanya Yesu aonekane kama mwepesi. Yesu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu milele yote mpaka atakapokuja kuchukua kanisa lake, atabaki kuwa Mungu. Usikubali mtu akikwambia hilo neno. Anashusha heshima ya Yesu. Hajawahi kuwa mwanadamu. Na ndio sababu Mungu alimpitisha kwa mwanamke aliyebikira. Angetaka angezaliwa na kina nani huko, nani angempitisha mahali popote. Alimpitisha mahali palipo patakatifu. Alijua uungu wake. Yesu atabaki kuwa Mungu milele yote. Nazungumza uungu wa Yesu. Haijalishi alivaa mwili kama wa kwangu, bado alibaki kuwa Mungu. Na mwili huo uliouona na mwili huo waliodanganya waliokuwa naonyesha kwenye zile sinema, alibaki kuwa Mungu. Mwili wake haukutenda dhambi. Mwili wako unatenda dhambi. Mwili wangu unatenda dhambi. Mwili wa Yesu haukutenda dhambi. Alikuwa amevaa mwili wa kiungu. Na utukufu na utakatifu wake ulikuwa umejaa ndani yake. Alionekana kama mwanadamu, lakini Yesu alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Leo nazungumza uhakika wa ahadi za Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Ibrahimu akianza kuzungumza na Mungu toka akiwa katika ile nchi ya kwao ya Uru wa Wakaldayo. Wakati Mungu anamwambia atoke katika ile nchi ili aweze kwenda mahali ambako Mungu alimwambia amekwisha muandalia au amekwisha kupa chakula. Kumbuka wakati huo Ibrahimu bado hakuwa mtu maskini. Alikuwa ni mtu mwenye uwezo. Alikuwa ni mtu mwenye mifugo mingi. Alikuwa ni mtu mwenye utajiri wa kutosha. Mungu akasema naye atoke katika ile nchi na aende mahali ambako Mungu ametaka aende. Lakini kumbuka wakati Mungu anazungumza na Ibrahimu, alizungumza na Ibrahimu tu, wao wawili. Lakini wakati Ibrahimu anaondoka, kaondoka na mtoto wa ndugu yake aitwaye Lutu. Wakaenda wakafika mahali
kukajitokeza na ugomvi. Wangapi tunaamini ugomvi una faida? Au ugomvi ni hasara? Ugomvi ni faida, ni hasara? Ni hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuitafute hii hasara. Wakiwa nyikani, kukatokea ugomvi wa wachungi wa Lutu na wachungi wa baba yake Ibrahimu. Wakati huo bado ni Abraham, hajabadilishwa tena. Hawa wachungi wakaanza kupigana, wakaanza kugombana. Ibrahimu akamwambia mwana wa ndugu yake, hakuna sababu ya mimi na wewe kugombana, kwa sababu sasa anaona hawa wachungi, ugomvi unavyokwenda, itafika mahali Ibrahimu ataingilia kutetea watu wake na Lutu atatetea watu wake, na matokeo itakuwa ni ugomvi wa baba na mwana. Ibrahimu akamwambia Lutu, basi tuachane. Ukienda mashariki, mimi nakwenda magharibi. Ukienda kaskazini, mimi nitakwenda kusini, lakini tuachane. Biblia inasema, ukirudi kwenye maandiko, Lutu akaona bonde moja zuri sana, lina majani kijani, halionekani jani hata moja kavu, na lina maji mengi. Akasema, mimi nitafuata bonde hili. Abraham akamwambia, sawa, hakika nenda. Lutu akaondoka, akaenda kwenye bonde zuri sana, akatembelea ile bonde, likampeleka mpaka akafika maeneo ya Sodoma na Gomora. Sasa nimeuliza, ugomvi una faida au una hasara? Lutu alipata faida, alipata hasara? Alipata hasara. Mchungaji anasema alipata hasara. Mwingine? Yamkini inawezekana mahali alipokuwa hapakuwa pazuri kama mahali ambako Lutu ameenda. Sasa Lutu alipata faida, alipata hasara? Alipata hasara. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema utengano ni udhaifu. Lakini alienda, alishamiri, alikuwa tajiri sana. Maana kama ingekuwa utengano ni udhaifu, asingekuwa tajiri, utajiri usingeongezeka. Karibu. Alipata hasara kwa sababu alipoteza mke wake. Baada ya muda mrefu sana. Nazungumzia wakati anaachana na Abraham. Ile ilikuwa ni faida kwa Abraham au ilikuwa ni hasara? Labda tuzungumzie Abraham mwenyewe. Abraham ilikuwa ni faida. Kwa nini? Mwingine? Nataka kukuambia neno gumu sana saa hii mchana wa leo. Inawezekana linakuhusu wewe, inawezekana linanihusu mimi. Inawezekana huko hapa kuna mtu umemshikilia kwa sababu tu mligombana. Hamuelewani kabisa kwa sababu tu mligombana. Nataka nikwambie, huo ugomvi uliotokea, mwambie Mungu asante na kushukuru. Huo ugomvi haukuja hivi hivi. Umekuja ili upate muda wa kukaa na Mungu, ili Mungu aweze kusema na wewe, ili Mungu aweze kuachilia kusudi lake ndani yako. Baada ya Lutu kuondoka, Mungu alianza kusema sana sasa na Abraham. Si kila mtu aliye naye kwenye safari yako ya wokovu yuko kwa ajili ya kusudi la kwenda na wewe mpaka mwisho. Kuna watu wanakuzunguka, wanazuia Mungu kusema na wewe.
Kuna watu Mungu ameshazungumza na wewe, achana nao, lakini bado umeshindwa kuwaachilia. Mungu ameshindwa kusema pamoja na wewe. Tunaona Abrahamu akifaidika baada ya ndugu yake kuondoka. Ndipo Mungu anapoanza kusema naye. Ndipo Mungu anapoanza kutoa ahadi. Ndipo Mungu anapoendelea kuachilia ahadi zake juu ya uzao wa Abrahamu. Wakati wako pamoja Mungu alinyamaza. Na wala Mungu hakusema naye alipokuwa akiondoka kule kwao Uru. Alimwambia aondoke yeye na nyumba yake. Akaondoka yeye na mtoto wa ndugu yake, wakaenda naye. Upendo. Alimpenda mtoto wa ndugu yake, na ndugu yake alikuwa ni marehemu. Kuna watu wanaweza wakaja hata kama ni ndugu zako kwenye maisha yako, wakazuia destiny yako. Ukawapenda na ukaona wanakupenda sana, lakini wakalizuia lile kusudi la Mungu lililoko ndani yako. Inawezekana katika wito wako ukafikiri kwamba nimeitwa mimi pamoja na ndugu yangu na nani. Mungu anaita mtu mmoja kwa wakati, anaita mtu mmoja kwa wakati. Anazungumza naye, anasema naye, anaachilia kila alichokipanga kukiachilia. Kwa hiyo inawezekana katika huduma yako kuna mtu mwingine umemweka pale ambaye hastahili kuwepo hapo, na ndio sababu huoni kwenda kwako mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Yaani Mungu ni mwisho na hakuna mwingine zaidi ya Mungu. Akisema hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza, na hivyo kwa kuvumilia akapata ile ahadi. Tuna ahadi ya Mungu Kila mtu ana ahadi na Mungu hapa. Kila inawezekana Mungu amesema na wewe juu ya kukubariki. Kuna kitu Mungu amesema atafanya kwenye maisha yako. Na inawezekana umekwenda kwa manabii wameshakutabiria sana, wakaachilia na upako, lakini mpaka leo hujaona mabadiliko. Na sadaka nzuri ukatoa, lakini mpaka leo hujaona mabadiliko. Kuna neno hapa ambalo linazungumza, anasema kuvumilia. Neno uvumilivu. Kwa uvumilivu Ibrahimu alipata ahadi yake. Watu hawajui, wanafikiri Ibrahimu alikuwa na maisha rahisi. Pamoja na utajiri, kumbuka mpaka anafika kwenye umri ule mkubwa wa uzee wake, Ibrahimu hakuwa na mtoto. Mpaka inafika mahali Sara anaona haiwezekani, basi nipate tu hata mtoto akuja kurithi mali kutoka kwa huyu mtumwa niliye naye, kijakazi niliye naye. Anaingia gharama Sara ya kumbembeleza mume wake aweze kuzaa na kijakazi aliye naye nyumbani kwake. Wanafikiri Ismaili alizaliwa kwa raha kwa Ibrahimu. Wanafikiri Ibrahimu alimzaa Ismaili akiwa anapenda. Alikuwa kwenye wakati mgumu. Inawezekana Sara hapo alishaongea maneno yote, akayamaliza kwenye usichana wake mpaka anafika ule umri wa kukoma kuzaa. Inawezekana Sara lawama zote zilikuwa bado zinatupwa kwa Ibrahimu. Bila ya wewe mimi ningeisha zaa. Wewe ndio una matatizo. Maneno chungu nzima aliongea. Mpaka nasukumwa kwenda kuzaa na kijakazi. Haikuwa shughuli ndogo. Inawezekana kama mwanaume alisema tu basi potelea mbali, liwalo unaliwa, ngoja niondoe lawama. Ismaili akazaliwa. Na Sara alitegemea huyu binti ataniheshimu mpaka kufa. Matokeo yake ikageuka.
Sara huyo akaanza kulalamika tena kwa Ibrahimu kwamba anadharauliwa, hapewi heshima, hapewi hiki, afanyiwe hivi, afanyiwe hivi. Jibu la Ibrahimu lilikuwa jepesi sana. Alimjibu nini mke wake? Unakumbuka? Alisema nini? Alisema huyu yuko chini ya yuko kwenye mamlaka yako. Ibrahimu alimrudishia Sara mwenyewe kwamba huyu yuko ndani ya mamlaka yako, utakachoamua ndio hicho hicho. Unafikiri yule mama alipofukuzwa Ibrahimu alifurahi? Anaangalia yule mama ndio huyu anaondoka na kitoto ndio hicho. Miaka 90 ngapi, si miaka 100, na huyu mama huko ndio hivi tena. Hakuna. Mungu ameisha sema nao kwamba hapa mtoto wa kwao umri wanazidi kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nyumba ilikuwa ngumu kuliko unavyofikiri. Haijalishi walipendana namna gani, lakini kuna kipindi kigumu kilikuwa kinawapitia. Ukisoma Biblia yako hakuna mahali Ibrahimu alinungunika kwa ajili ya Mungu. Kwamba Mungu hii ahadi ulionipa kwamba utanipa mwana wa kwangu wa pekee atakayetoka kwenye viuno vyangu, mbona mpaka leo hujanipa? Hakuna mahali Ibrahimu amelalamika. Sara alinungunika kidogo. Aishika uvumilivu kalianza kupotea kutokana na umri alionao. Lakini baadaye Mungu kupitia uvumilivu wao akamwachilia mwana, wakapata mtoto. Alafu alivyompata mtoto, baada ya muda Mungu akasema nao nini tena? Amtoe sadaka kuteketezwa. Nataka tuangalie maisha ya Ibrahimu kwa ufupi sana. Unapata kitoto ambacho ndio hicho Mungu alichokuahidi, alafu anakuambia uende ukakitoe sadaka ya kuteketezwa. Unataka kuniambia Ibrahimu alimwaga mke wake kwamba anaenda kumteketeza huko mwanae? Aliondoka kwa siri. Iko ndani ya kifua chake. Kifua anasikia mpaka kinataka kupasuka. Huyu mama anamwaga namna gani? Kitoto cha kwake cha uzeeni. Leo hii unamwambia Mungu ameniambia nikamtoe dhabihu ya kuteketezwa. Mungu gani huyu? Anakwenda na mwanae mpaka wanafika. Kijana anajitahidi kumsemesha baba yake, anajitahidi kumuuliza baba, hata kuni hatuna. Huyo kuni tunazo, huyo mwana kondoo anatoka wapi? Ibrahimu anajibu kirahisi tu, Bwana atajitwalia mwenyewe. Unafikiri Ibrahimu kifua chake kilikuwaje? Kama kuna mtu ni mvumilivu aliweza kuvumilia, Ibrahimu alivumilia. Ametengeneza na kichanja pamoja na mwanae. Anakamata mwanae, anafunga na mikono. Huwa anatamani nijue yule mtoto alimwambia nini babake. Anampandisha mpaka juu ya tanuri pale. Mwana kondoo anapatikana pale. Biblia izungumzi waliporudi mtoto alimwambia nini mama yake. Biblia izungumzi baada ya kuwa amemfungua na wakamweka yule mwana kondoo pale, Isaka alisema nini? Biblia izungumzi, iko kimya. Lakini tujaribu kutafakari kama wanadamu. Baba yako ndio amekuweka kwenye kile kichanja. Anatoa na kisu chake ili akukate ili aweze kuteketeza wewe kama dhabihu. Huyo baba leo hii kwa maisha ya sasa, ungemwangaliaje babako? Kama hujamuita Freemason, nenda kukutoa sadaka ili awe tajiri. Ibrahim tunamuona, ukiendelea kusoma, wakati Lutu amevamiwa, Ibrahimu anaondoka na jeshi lake anakwenda kumsaidia. Ule undugu bado upo, lakini Ibrahimu alitanguliza uaminifu kwa nani? Kwa Mungu.
Ibrahimu hakutaka kusikiliza mwanadamu anasema nini. Alichotaka yeye kuendelea kusikia na kusikiliza ni sauti ya Mungu inasema nini. Hakujali hasara ya kutengana na mtoto wa ndugu yake. Hakujali hasara ya mtoto aliyemzaa yeye. Alichojua ni kwamba yuko Mungu aliyesema na mimi. Huyo Mungu aliyenitoa kwetu, huyo Mungu aliyenileta hapa, huyo Mungu aliyenipa na hivi vyote, huyo Mungu aliyesema na mimi nipeleke mtoto nikatoe sadaka ya kuteketezwa. Ndio Mungu huyo anayejua kwamba atanipa nini baadaye. Leo hii nitamtoa Isaka, lakini kesho atanipa wengine 10. Haijalishi huyu atapotea leo, haijalishi nikirudi nyumbani kule nitafukuzwa na yule mama, haijalishi yule mama atanishikia panga, lakini ninachojua ni kile Mungu alichokisema. Hicho tu ndicho ninachosimama nacho. Uvumilivu. Mungu hasemi uongo. Kama unaamini kile ulichokisikia kwamba Mungu amesema na wewe, vumilia tu. Inawezekana asiseme na wewe tena leo, wala asikufanikishe leo, lakini ili mradi unaamini kwamba ni Mungu amesema na wewe, atakufanikisha ukiwa na miaka 90 kama hawa wabibi tuko nao hapa. Ataachilia majibu ukiwa na umri huo. Usiogope habari ya umri wako, wala usione kwamba umechelewa. Mungu hawai wala hachelewi. Unatakiwa uwe na uvumilivu kama uvumilivu aliokuwa nao Ibrahimu. Ibrahimu alivumilia mateso ya nyumbani, alivumilia mateso ya ndugu zake. Hata wafanyakazi wake walikuwa wakimsema, angalia litajiri lijinga ili halina tamali, lina mali lakini halina watoto. Walimsema tu. Kusema wala usiogope. Na kutengana na mtu wala usiogope. Tafuta kujua sababu ya wewe kujitenga na huyo mtu. Muulize Mungu, nataka kusema nini na mimi? Umeniambia nitengane na huyo mtu, basi useme na mimi ulichokusudia kusema na. Mungu hawezi kusema na wewe kwa sababu uko na huyo mtu. Kusudi lake anajua halitakamilika. Ili kusudi lake liweze kukamilika lazima umuondoe. Haijalishi ulimpenda kwa gharama kubwa namna gani. Haijalishi moyoni mwako wewe kila siku itoayo leo, usipomuona saa nyingine mpaka unasikia kulia, achana naye. Mpe Mungu nafasi ya kusema na wewe. Mwache Mungu apate nafasi ya kuweza kusema na wewe. Anasema mstari wa 16, maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Tunawapaga haki ya Mungu. Wengine anasema kama mimi nimefanya basi Mungu siye. Tunaapa kwa nani? Tunaapa kwa ile mamlaka kuu. Tunaapa kwa ajili ya mamlaka iliyo juu yetu ambaye ni Mungu pekee. Huko ndiko tunako hapa kuthibitisha kwamba haya tunayoyasema ni kweli na hakika, hayana uongo ndani yake. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo. Mungu akishaachilia ahadi yake kwako, itakamilika tu. Ni lini sijui, anajua yeye. Lakini kama una uhakika uko na ahadi ya Mungu, amini kwamba itakamilika. Yaani uamini tu kwamba itakamilika. Kama kweli ni ahadi ya Mungu aliye hai, narejea tena kusema, amini tu kwamba itakamilika. Kama jinsi ilivyokamilika kwa Ibrahimu, ndivyo jinsi itakavyokamilika katika maisha yako. Mara nyingi muda unavyozidi kwenda, tunapoteza tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Najua kanisa la leo limemgeuza Mungu kama kitu kichepesi sana.
Yesu amekuwa mwepesi mno. Nakumbuka wakati tunakuwa hata kulitaja jina la Yesu, unalitaja kwa uzito. Yaani ni lizito. Kumtaja Mungu ni kuzito. Sasa hivi tunataja kwa wepesi. Kanisa linapaswa ligeuke, limuone Yesu kwa ule uzito anaostahili Yesu. Ninajua kuna mengi ya kithiolojia ambayo yamejitokeza hapo katikati na yametuhamisha hapo. Lakini turudi kwenye maandiko. Turudi kwenye maandiko. Turudi kwenye kusoma Biblia. Nilisema zile karatasi mlipewa ule mpango mzima wa kusoma neno mwaka mzima. Si wa kuacha. Hakikisha unasoma, ufuate ule mpangilio jinsi ulivyo. Umalize kusoma hii Biblia ndani ya mwaka mmoja. Na usisome kama unasoma hadithi. Mshirikishe Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba unifunulie haya ninayoyasoma, nipate kuyaelewa, nipate kuongeza maarifa ndani yangu. Usisome kama unasoma hadithi. Tunamwona Ibrahim jinsi alivyokuwa mvumilivu. Tunamwona Ibrahim jinsi alivyovumilia. Alikuwa na uhakika wa majibu yajayo, kwamba lazima kile Mungu alichokisema kitakuwa ndivyo jinsi Mungu alivyotaka. Kwa nini Ibrahimu alikuwa na uhakika kukamilika kwa ahadi za Mungu? Kwa sababu alimjua Mungu anayemtumikia, alimjua Mungu anayesema naye, alimjua Mungu yule aliyemtoa katika ile nchi ya kwao kwenda katika ile nchi nyingine, kwa sababu hata kule kwao walikuwa ni watu wa miungu. Walikuwa ni watu wa miungu. Mungu hakutaka kusema na Ibrahim katikati ya miungu ya kwao. Alimtenga ili aweze kusema naye. Kwa hiyo ni muhimu ujue na utambue ya kwamba ahadi za Mungu zote zilizo ndani yako ni kweli na amina. Mungu atazikamilisha tu. Na inawezekana zimekwisha kamilika katika roho, lakini katika mwili hujaziona. Haujaziona kwa sababu hata unaposhuka kwa ajili ya kumkumbusha Mungu juu ya ahadi zake, wewe ni manunguniko na malalamiko kila siku. Nilisema siku moja, ukitaka Mungu atende muujiza kwako, omba kwa ajili ya mtoto wa jirani yako afanikiwe. Omba kwa ajili ya jirani yako afanikiwe. Usijiombee wewe kufanikiwa. Omba kwa ajili ya jirani yako afanikiwe. Alafu usije ukasema kwanza mimi ndio nilikuwa namuombea ndio sababu amefanikiwa. Wewe mwambie Mungu, ninakuomba mfanikishe huyu afanikiwe sana. Wewe shukuru Mungu kwa ajili yake. Omba maombi mazuri kwa ajili yake. Alafu usubiri wakati Mungu atakapoanza kukujibu. Na wala usiumie kwa sababu atakapofanikiwa anaweza akakupiga tena kiwiko cha nyuma, akakusema sana na maneno magumu. Mshukuru Mungu. Mwambie Mungu hata sasa endelea kumbariki tu. Hata umesikia maneno magumu, mwambie Mungu endelea kumbariki tu. Mbariki tu zaidi. Muinue tu sana. Kuna watu wengine katika maisha yako wakiendelea kubaki kwenye hii level ya hapa, hautasogea hapa. Waache wao waende wakimbie, alafu Mungu mwenyewe atakupeleka kwa hatua zake. Atakupeleka kwa hatua zake. Atakupeleka kwa hatua zake anazozitaka yeye mwenyewe. Na usije ukashangaa ukaona juu lakini baadaye ukaja ukaona wako chini na Mungu ameshakuinua juu. Wanarudi tena kwa hapo kuanza kutafuta namna ya kufika tena juu. Hizo ni kanuni za Mungu. Mungu hawai wala hachelewi. Ile mradi imani yako inaamini kwamba hii ni ahadi ya Mungu nilionayo, Mungu atakujibu katika maisha yako kabla hujazimia moyo. Ibrahim Mungu alimjibu. Na baada ya kumjibu tunaona jinsi Mungu alivyoachilia utajiri, alivyoachilia neema, alivyoachilia uzao wa Ibrahim kuwa ndio uzao ulioshikilia ulimwengu wote huu. Makabila 12 yale wana wa Israeli.